Sisi kwenye mafundisho yetu kule tunaendelea nayo ya miezi mitatu ni sehemu ya kutengeneza na Mungu na watu. Ile kanisa sasa hivi limeyumba sana. Umenielewa? Kama baba yetu alivyosema, kanisa linatafuta miujiza. Mimi ningekuwa natafuta muujiza gereza nisingetoka, maana kuna muujiza. Kanisa sasa hivi linatafuta pesa, tafuta magari, tafuta nini, hata watumishi wa Mungu. Ninataka nikwambie mbingu haiko hivyo. Ukishahama kwenye mafundisho ya kwanza, kanisa litayumba na watu wake. Na kanisa limepotea kwenye maeneo ya matatu. Jambo la kwanza, wamepoteza toba. Ndio msingi wa kwanza. Hiyo toba. Kanisa ni wachache tu. Hata ukianzisha toba utaona watu wamesimama. Lakini kanisa limehama toba. Jambo la pili, wakapoteza ambacho Yesu alifanya, ubatizo wa maji mengi. Wakagona gangana nao. Vitu vingi wamevipoteza kwenye kanisa, ambavyo Mungu ameniambia niende kufundishe. Toba imehama kwenye kanisa. Nenda kaangalia kwenye makongamano mnapokwenda, watu na TV, unaona nani anaongoza toba kwenye TV? Mtu ana 20,000, 40,000, nani anaongoza toba? Ndio kanisa limehama. Jambo la pili, wamepoteza ubatizo wa maji mengi. Utaona wanagangana sana, ni wachache wamebaki. Na tutakupinga kweli. Jambo la tatu, meza ya Bwana. Hivyo ni vitu vya msingi, meza ya Bwana. Yaani kisha poteza hiyo. Jambo la nne ambalo watu hatulifanya, kuosha miguu. Yaani shule nyingine, kuosha miguu. Vitu vingi hivyo vifuatilie. Hivyo vingi Yesu amevifanya. Leo viko wapi ndani ya kanisa? Viko wapi? Mafundisho mbona tumehama hapo? Vitu vingi kavifuatilia vizuri, karudi kasome vizuri. Kwa nini Yesu alivifanya? Je, vilifikisha kanisa wapi? Vinaweza kutusaidiaje kwenye nyakati hizi za mwisho? Vitu vingi vinaweza kusaidiaje kanisa na watu wake? Vinaweza kuwa baraka. Je, Yesu alipovifanya alifika wapi? Wale waliokuwa wakienda na Yesu walifika wapi? Kwa hiyo vitu vinne vikisha kukosekana hivyo katikati ya kanisa, chunga fanya kanisa litasogea. Na likisogea litakuwa hivyo lina shake. Mtumishi wa Mungu ameanza na somo zuri. Nasema toba, tubuni basi mrejee. Si ndio somo letu? Tubuni basi mrejee. Tunasimama na ile Matendo ya Mitume 3:19-17 mpaka 20. Amefundisha vizuri sana, amefundisha vizuri sana. Lakini mimi ngoja nikupe, andika hivi: fanya toba ya kweli yenye kuleta matokeo mazuri kwenye maisha yako. Fanya toba ya kweli. Somo letu kule litaendelea, lakini fanya toba ya kweli yenye kuleta matokeo mazuri kwenye maisha yako. Fanya toba ya kweli yenye kuleta matokeo mazuri katika maisha yako. Nirudie, mwalimu amesema yeye ni mwalimu na mimi ngoja ni copy leo upako wa walimu. Fanya toba ya kweli yenye kuleta matokeo mazuri katika maisha yako. Hata mimi nafundisha, nimewaambia kuhubiri amna. Tumerudi kwenye shule ili kanisa lijue. Kwa nini tunazungumza toba? Mwalimu ameshafundisha hapo. Na amefafanua vizuri habari ya toba. Lakini kuna kitu kwenye ule mstari wa 19. Sema tubuni basi mrejee. Kwa hiyo kama hakuna kurejea, dhambi hazifutwi. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Kwa hiyo kama hakuna toba ya kweli, dhambi hazifutwi. Zitakaa. Maana hujakubali kurejea, hujakubali badiliko.
Maisha yetu yako katikati ya vitu vitatu tu ambavyo tunatakiwa kuvifahamu. Neno la Mungu aliwezi kudanganya. Neno la Mungu aliwezi kudanganya. Na Yesu mwenyewe au Mungu mwenyewe hawezi kudanganya. Na Mungu ili afanye mambo makubwa anakutazama wewe. Uko tayari? Mara zote kama kanisa tusipofahamu huu mlango, shetani atatesa kanisa kuliko unavyofikiri. Shetani atakuacha uibe familia, ana tatizo. Atakuacha urukeruke hata kuzuia. Lakini kwenye zile baraka za kimungu, maana Biblia inasema mstari 20, apate kutumwa Yesu Kristo. Maana kama dhambi hazijaondoka, Yesu hatakuja. Unaelewa na watu wa Mungu? Maana yake wewe unapotubu, Yesu anakuja uliko. Ukosa toba ya kweli, unamuondoa Yesu kwenye maisha yako. Ndio. Sikiliza vizuri. Acha tuweke vizuri sababu unaweza kuwa unaandika. Sikiliza, nasema hivi. Pasipo toba ya kweli, Yesu atakuja kwenye maisha yako. Kumbuka neno nasema tubuni basi mrejee, apate kutumwa Yesu Kristo. Mliokuwa tangu zamani. Kwa hiyo kama kutaendelea dhambi, Yesu ataingia kwenye maisha yako. Utayumba. Kwa hiyo Mungu anapotazama kanisa na watu wake, analia machozi. Analia machozi. Hiyo nafasi iliyopo sio ya Mungu. Waeleze. Hiyo nafasi iliyopo sio ya Mungu. Maisha ulionayo sio ya Mungu hayo. Mungu anatafuta watu ambao tayari kutubu, hawapeleke kwenye kiwango kingine ili wageuke kuwa shuhuda. Kwa hiyo usipotubu unabaki hapa. Mazuri Biblia imetueleza vizuri. Ile waraka wa kwanza Yohana, angalia hiki kitabu kitusaidia. Waraka wa kwanza Yohana. Na wewe tuko hapo tunaokoka na kweli tunajifariji na shetani ametuachia pambio. Ametuacha tunarukaruka, lakini ibada zikiisha watu wanaanza ninaanzia wapi? Naanzia wapi? Watu wanaona hata nyumbani hawataki kwenda. Wanafadhali wakae pale madhabahuni, maana nyumbani kuna changamoto. Tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe. Wala kweli haimo mwetu. Sura 9. Tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata kutuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo dhambi inapokaa mahali, kwa lugha nyingine dhambi ni virus. Ni kirusi. Kikiingia kwenye maisha ya watu, kinakula vitu vyema vyote. Wale watu wa kompyuta wanajua. Maana dhambi ikiingia kwenye maisha yako, inaondoa vile vitu vizuri vyote. Ni sawa sawa unafanya kuingia kwenye nyumba yako. Panya anashughulika na vitu vyote. Yote anatoboa. Ndio panya, ndio dhambi. Kwa hiyo dhambi inapoingia kwenye maisha ya mtu, cha kwanza inakuondoa kwenye nafasi hizi. Andika nafasi ya kwanza. Dhambi inapoingia kwenye maisha yako, itakudhalilisha. Yaani dhambi ikiwa kwenye maisha itakudhalilisha. Hicho cha kwanza. Itakudhalilisha. Cha pili, na kuondoa kwenye nafasi yako. Yaani ukiishi maisha ya dhambi, itakudhalilisha. Cha pili, na kuondoa kwenye nafasi. Nafasi uliyopo inaondoka. Hiyo ni dhambi. Inakudhalilisha. Inakupa nafasi. Cha tatu inachokupa ni mauti. Inabeba mauti, inaweka ndani yako. Kwa hiyo kila unachokifanya kitaharibika.
kila unachokifanya kitaharibika tu. Ngoja niseme na Mungu atusaidie. Hebu piga picha habari za Adamu. Nafasi aliyokuwa naye ni kubwa sana. Kitabu cha Mwanzo mnaona Adamu, kabla sio tatu, Adamu amepewa nafasi kwenye habari za uumbaji. Adamu akasema na iwe mnyama, akataja majina, na Mungu amempa Edeni, maisha mazuri. Lakini angalia kosa dogo tu, kila kitu kikamkimbia. Sisi tujifunze kwa Adamu, sio mahali pengine. Angalia kosa dogo tu la Adamu la kutotii, nikamuondoa kwenye ile nafasi na kila kitu kingine cha aibu. Anasema niko uchi, maana yote haviwezi kuona, amebaki uchi. Kosa moja alilofanya Adamu, wakati namuuliza Mungu, niko nasoma Biblia, ni moja tu. Mimi sishughuliki na kila alichofanya, ninatafuta kwa nini Adamu alikosa hiyo nafasi. Adamu alikuwa na maelezo ambayo yamsaidia. Umenielewa? Adamu alikuwa na maelezo ambayo yamsaidia mazuri. Anamwambia Mungu, nyoka ile mwanamke ulionipa, ni maelezo yake. Na kweli alikuwa ni mwanamke. Na nyoka anasema, na mwanamke anasema, yule nyoka. Walikuwa na maelezo mazuri, lakini walikosa nafasi hii. Hawakutambua wakati Mungu anamtafuta Adamu, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Adamu angelitambua kwamba anayemtafuta ni Mungu aliyemwagiza, angedondoka sasa akasema, Baba, niko hapa, nimekosa. Adamu leo tulikuwa tunamuona Edeni mpaka leo. Umenielewa? Mpaka leo tulikuwa tunamuona Edeni anaiendeleza. Lakini maelezo mengi akafukuzwa. Ndio tatizo liko ndani ya kanisa. Hilo sio kosa, sio lako. Kiona mshirika sasa, mimi sitafanya hivi. Hii kanisa iko hivi, hii kosa lako, mimi siwezi kwenda. Hakuna anayeweza kugharimu kupiga magoti akatubu. Mngerekebisha mic kidogo. Kila mmoja ana sauti yake na anavyopenda. Ndio utaalamu wa vyombo. Nikaongelea kwenye sauti ya mchungaji wasi au ya mchungaji Jente au ni maaskofu. Nimeshakula sana, wana nguvu sana. Sisi ni vijana tunaanza. Na mkumbuke tumetoka polini, hakuna chakula. Haleluya. Unasikiliza? Ngoja nikwambie. Maelezo mengi yanayopatikana kwenye kanisa ni haya. Hakuna mshirika ambaye anaweza kusema, jamani, kuna jambo fulani tufunge na kuomba, tutubu. Nikitokea jambo moja kidogo kwenye kanisa, iwe ni wamama wanasumiana kila mmoja. Na kila mmoja ana maelezo ya kutosha. Lakini nataka nikwambie, tupi nafasi. Dhambi kisha ingia hapa ya mtu mmoja, kanisa alipo. Kama mtaelewa hiyo. Kanisa, mtu mmoja anaweza katenda dhambi na Mungu akaadhibu kanisa. Au akaadhibu familia. Kama unafikiri nakudanganya, kamuulize Yakana. Kamuulize Yakana, msafara uendelee. Kuna mtu mmoja amechukua kinyago ameweka hapa. Kwa hiyo unapoona dhambi imeingia mahali, ni kuishughulikia. Na ili kuiondoa ni toba. Dhambi haihitaji maelezo. Mnanielewa anachoambia? Dhambi haitaki maelezo. Kwa mfano ngoja nikwambie. Sikiliza. Wewe unataka hauna chakula ndani. Si ndio? Hauna chakula ndani. Na watoto wanataka kula na njaa. Umeona watoto wasira njaa, unaenda kwa duka la mchungaji askofu tena. Nikopeshe hela. Au tukopeshe unga. Mume wangu yuko safarini wakati yuko ndani. Sasa kirudi madhabahu nasemaje? Si ni kweli mmeko ndani, lakini mtoto anataka ana njaa. Kwa una afadhali ukope. Wewe utajizika. Si mtoto alikuwa anataka ana njaa. Uone kwamba hiyo ni sana.
Wewe unabaki na maelezo. Sasa nifanyeje? Mtoto angelala nje. Tunabaki na maelezo. Lakini napofika wakati wa kutushtaki, mimi nasema mshtaki wenu asipate na kuwashtaki. Ndio atakushtaki na hiyo. Hakuna dhambi ndogo na kubwa. Dhambi kazi yake ni kutubu. Unahitaji kuishi maisha ambayo wewe hata shetani akusogelei, ili kumkimbiza ni toba. Lakini tukienda na maelezo ya Adamu na Eva, yale maelezo yatatutoa Edeni. Ni maelezo mazuri, sio mabaya. Tukienda na maelezo ya Eva na Adamu, Edeni yetu hiyo. Ndivyo kanisa linavyokuja kwa Mungu. Mtu anaona hizi dhambi sio kwetu, ni ya mama fulani. Hizi dhambi ya mtu fulani. Hizi dhambi ya wanakwaya. Hakuna naye anguka. Ili nafasi ya kina Danieli haipo. Tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako, haipo. Angalia Danieli anavyoshughulika na dhambi ya wana wa Israeli. Angalia. Kasome Danieli sura 9 na mstari wa 4. Tusome uone. Angalia watu waliokuwa wanashughulikia dhambi. Sio ya kwao, lakini angalia wanavyoshughulikia dhambi. Nisijue unashughulikiaje dhambi. Nisijue unashughulikiaje dhambi ya watoto wako. Nisijue unashughulikiaje dhambi ya mume wako. Nisijue unashughulikiaje dhambi za kanisa unaposali na watu wako. Tunapofundisha kutubu, watutubu kwa sababu nimeiba viazi ukaishia hapo. Ninakufundisha kuingia ndani. Danieli sura 9 na mstari wa 4. Tusome. Danieli sura 9 mstari wa 4. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, unaona sasa. Tumefanya ukaidi, unaona sasa. Tumetenda maovu, unaona sasa. Tumeasi na hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Kama angalia Danieli anavyoshughulika na dhambi. Ndugu, nataka ufahamu dhambi ni mbaya sana. Lakini angalia watu kwenye kiwango hicho anashughulika na dhambi. Maana dhambi unapotubu ni kama kuku anatamia mayai, anatarajia kutoa vifaranga, sio kimoja. Unapoingia kwenye toba, hakikisha lile eneo la maisha yako lote limekabwa na toba. Shetani ana mahali pa kupita. Mwingine anasema natubu dhambi ya Mungu nisamehe, nimedanganya. Mungu nisamehe, nimekwenda njia, anaishia hapo. Nilisoma Biblia hii. Ndio maana mimi na Biblia zile zote nimepaki, nimemwambia sitazishika tena. Hii nimeishika miaka 10 gerezani. Usije ukafikiri kwamba mbona mchungaji huyo na Biblia imezeeka ameshindwa kununua Biblia. No. Miaka 10. Na yenyewe imefungwa miaka 10. Nimeipekua miaka 10. Nataka ufahamu, tunapoanza habari za toba, tunahitaji kuingia ndani zaidi. Kamuulize Yoshua, amevaa mavazi, anashtaki. Shetani anashtaki mavazi yake. Kasome Zakaria sura ya 3 uone. Mavazi. Ni mtumishi wa Mungu. Anaona hana mahali pa kumshika. Kilo iko safi, kimikono iko safi, kiutendaji iko safi, lakini nguo alizovaa ni chafu. Kaleta shtaka. Kama sio Mungu
mtumishi wa Mungu hapa asimami. Shtaka ni kubwa. Wewe ndio umeelewa, wengine hawajaelewa. Piga makofi na wewe huko. Unaweza kupunguza hiyo stereo kidogo, ibaki kwenye base. Maana stereo nikija hapa inalia kidogo. Sikiliza nikwambie. Angalia mashtaka shetani anayeinua. Ni nguo. Niliposoma Biblia nikasema mimi hata nikivaa nguo zangu Baba katika jina la Yesu zile nguo natubu, kwa sababu shetani asha kaingia. Kuanzia nguo zote mpaka ninazovaa, hata hizi nilizovaa zote zina toba. Sijue za kwako. Sijue za kwako. Maana huko naweza nikamshinda, lakini kwenye nguo akanibana. Na akikubana anashitaka kabisa. Akiona Mungu ashikii, analeta mstari. Maana ameandikwa mstari wewe usije akawa na cha kushtaka, ana hoja. Hizo ni sheria za kiroho. Na shetani anapoinua ana sheria za kiroho, atakubana ili yaondoe mkono wake. Na wewe lazima uje na staili nyingine. Baba, nimetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Hapa hana kukaa kabisa. Hana kukaa kabisa. Unapotoka hapo unamwambia Mungu, imeandikwa ya kwamba watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Sio watu wote tu, na mimi nikiwemo. Na watoto wangu wakiwemo. Na hiyo sio tu, wewe ni mwenye rehema na Mungu mwenye huruma. Haleluya! Shetani akipiga kona hii, unambana kona hii. Akienda kona hii, anakuta huko kwenye kona hii. Nikasoma huo mstari nikauelewa, akasema sawa, Mungu nakuelewa. Nikaona ngoja niende sasa. Shetani unamkuzaje? Nikaenda kwenye Ayubu 42 na mstari wa 6. Hebu soma hapa. Nikufundishe Biblia utoka hapo, wewe mwalimu wako wengine. Haleluya. Hebu soma Ayubu 42 na ule mstari wa 6. Hebu soma hapo uone huo mstari. Ayubu 42 ule mstari wa 6 anasema kitabu cha Ayubu 42. Sawa kabisa. Mstari wa 6, kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu. Sawa kabisa. Na kutubu katika mavumbi na majivu. Na kutubu. Hebu angalia huyo mtu ambaye alikuwa ni mcha Mungu, mwelekeo na kuepukana na uovu. Sasa anatubuje? Wewe si unasema una dhambi? Si unasema una dhambi? Na kuamini una dhambi. Na mimi nilikwambia nilikuwa gerezani kusema ndiye ametuletea tena gerezani. Mimi nakwambia wewe una dhambi. Hujafikia kiwango cha aibu. Mungu anasimama mbinguni anasema, unamwona mtumishi wangu aibu? Hakuna mtu aliye kama wewe. Wewe hujafikia kiwango. Kanisa liko wapi? Watumishi wangu tuko wapi? Mbona tumejiweka kwenye nafasi ambayo si za kwetu? Mungu anasimama na shindana na shetani. Mimi umemwona mtumishi wangu Ayubu? Hakuna aliye kama wewe huyo duniani. Ayubu yuko hapa. Na Ayubu yuko hapa. Na shetani analeta takwimu za mali zake na kila kitu ameweka mezani pa Bwana. Wewe umemlinda kwa sababu na kila kitu. Ameweka watoto, ameweka pesa, ameweka fuga, ameweka. Si kwamba amekosea. Ni auditor mzuri sana. Na mtu msomi sana. Ameweka mbele za Mungu. Lakini Mungu anasema hivi, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Hakuna aliye kama huyo dunia. Lakini angalia Ayubu, ushindi wake. Hajivunii nafasi. Hajivunii kwa sababu Mungu anamfaa. Hajivunii, hiyo ni sifa. Ingelikuwa ni kwa kanisa leo hii, ukasema mnamuona Mama Esther aliyo kanisani pale, aliyoko pale Bukoba. Unamuona mchungaji fulani aliyoko Bukoba. Leo hii TV zote zingemuonyesha huyo mchungaji. Kila mahali unapopita walikuwa wanamjua Ayubu. Kwenye nchi ya mtu alikotaji kama Ayubu. Wewe hata mbuzi hauna. Hata kuku hauna, lakini una zamini tukuja bwana. Wazinzi tu. Walevi. Naona watu wanapita nasema walevi kabisa. Na wafyeka. Walevi wote. Wakati Yesu alikuja kutafuta Kristo potea. Umewafyeka wangapi? Kanisani mtu anakuja wanamtukuza.
Anakuja mtu kanisani, ameokoka, ni chagudo, amekimbilia kanisani, ni mlevi. Lakini anapofika mara ya kwanza ameshamuuliza mavazi. Mtu amekimbia, amekuja kanisani, baada ya kushughulika naye mnamuuliza mavazi. Kituo cha polisi mtu akishakimbilia amuulizi, wanamkumbatia kwanza kulinda usalama wake. Sasa ndani ya kanisa mnafukuza watu. Hukumu kwa hukumu. Vikundi vya mama, vijana. Mtu amevaa nguo yake ndio amevaa jinsi ngine ameamua ngoja niokoke. Anakuja huko kusoma mnaishije. Lakini wewe unataka mtu anakuja leo hii aanze kwambia. Unahitaji uvumilivu kwanza. Amen. Sikiliza. Unaweza kujipa nafasi ambayo si ya kwako. Kama kina Petro, yule mama ameleta mafuta yake kwa Yesu. Anamwaga pale kwenye miguu ya Yesu. Angalia wala wanachozungumza. Yuda anasema haya mafuta haya tungeyauza haya. Ndio yako sokoni haya. Mama amekimbia. Sasa kuna wengi wamekuja kwenye miguu ya Yesu tumeuraua. Wamekuja walivyo. Mimi nikitemka na miogo nitapiga. Wale watu wanakimbia kanisa. Si barabara pale. Wanacheza. Kila mmoja anasema kanisa letu la Mungu wakati hasa. Anasema umekuja kutuokoa. Tulikuwa tumepotea. Na mimi ukimaliza hapo na waulima injili, nikimaliza na wapa na soda. Mlevi kwanza. Namtia moyo, naomba Yesu anakupenda. Anasema kama ndivyo hivi nitakuja kesho hadi. Lakini injili imepandwa huko ndani ya kichwa chako. Nataka nikwambie, Yesu ni mzuri kuliko unavyofikiri. Yes. Iko neema ambayo Mungu anaweza kuweka juu ya maisha yako. Amen. Haijalishi ni kitu gani unapitia. Haleluya. Na wengine umekuwa kama Ayubu, umepoteza kila kitu. Wengine umezulumiwa, wengine ndoa zimeyumba. Maisha yako ni magumu, lakini nataka nikwambie, bado Yesu anakupenda na anakuheshimu. Angalia Ayubu, hana kitu. Hana mashamba. Hana kitu. Mwili wako uko kwenye changamoto. Kama wako unayoumwa sasa hivi. Nakwambia ibada hii lazima hii semina hii lazima upone. Wao mlango utakao watu waliopona sio waliokaa na matatizo. Kwa hiyo tunamwona Ayubu anaanguka, anatubu. Hiyo mtu kamwangalie jamani. Sifa zote. Anatubuje? Mbingu yani sifa zote alizopewa na anapewa na Mungu, sio karani. Ni Mungu mwenyewe. Halafu anaungama na tubu. Angalia mwisho wake, ukienda mstari wa 10 mpaka 14. Akarejeshiwa kila kitu. Yesu akarejea, maana hivyo ametubu na shetani anapo kumshika, Yesu akarejea na ngome akarejea na kondoo za Ayubu. Akarejea na kondoo za Ayubu. Akarejea na mifugo ya Ayubu. Akarejea na mwili wa Ayubu mpya. Akamletea Ayubu mwili mpya. Akamletea Ayubu watoto wapya. Akampa heshima mpya. Akampa pesa mpya. Pokea hiyo neema kwa damu ya Yesu. Kuna wakati ambapo Yesu anatupima mioyo yetu. Kuna wakati Mungu anataka ni nini kinaweza kutokea kwa wakati huu kwenye maisha yako. Dhambi ni ukuta mkubwa kuliko Yeriko. Andika ikusaidie. Dhambi, tena uandike, dhambi ni ukuta mkubwa kuliko Yeriko. Andika ikusaidie. Dhambi ni ukuta mkubwa kuliko Yeriko. Dhambi ni ukuta mkubwa kuliko Yeriko. Dhambi ni ukuta mkubwa kuliko Yeriko. Kumbuka Yeriko walizunguka mara ngapi? Mara 7. Sasa dhambi kama huo ukuta ni kubwa zaidi ya Yeriko, utazunguka mara ngapi? Dhambi ni ukuta. Yaani unapoingiza dhambi kwenye maisha yako, Yesu hayumo, hiyo biashara hayumo. Utanena kwa lugha? Hayumo. Utabaki na pambio? Hayumo. Utabaki na cheo cha uzee wa kanisa? Hayumo. Utabaki mimi ndio niliwanunulia na vile viti na niliwachangia? Hayumo. Ulichanga vitu ukaishia hapo.
Mbinguni hatuna viti, tunaingia watakatifu. Viti vitabaki hapa na spika zitabaki hapa. Mbinguni ni watakatifu peke yao, kama alivyotusomea mtumishi wa Mungu Baba Askofu. Ndio unaingia kwenye ile njia. Na saa nyingine kinachofurahisha, kuna malaika wakali kuliko unavyofikiri. Usije ukafikiri kwamba nilikuwa nasalia pale kwenye ile kanisa pale, niliimba pale ndugu yangu, hakuna maelezo kule. Kule ni amen, 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 haleluya, amen, 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 amen. Hatua kwa hatua. Amen, haleluya, amen. Wewe Baba yetu, zaidi yako hakuna mwingine. Amen, 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 haleluya, amen. Wewe Baba yetu, zaidi yako hatuna mwingine. Amen, 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 haleluya, amen. Kama unafikiri na kudanganya, kapite airport kwenye mlango wa VIP. Hii airport wengine labda mjaenda iko hapa lakini haujapita. Jaribu kesho upite uone. Sio sasa tutoenda airport. Sio kusema ni kutukana. Kuwa karibu na airport sio kwamba wewe ni airport inakujua. Nakwambia hivi. Mlango wa VIP wanaopita pale na heshima zao. Mashine iliyoko pale haiwakabui inawajua. Na mizigo yao. Nilishapita hapo, ndio maana nimekafundisha. Haleluya. Askofu Kiteta ametuambia na Marekani, sisi huko tunaenda, tunapita huko. Tupigie makofi sisi ambao tumetembea. Unapita. Haya, unapita. Na wewe uone na mimi nione unapita hapa. Aizo watakulalua. Sasa mbinguni wako malaika zaidi yao. Hawataangalia wametoka Kagaragwe, hawataangalia wametoka Bukoba, wametoka Shinyanga, kule ni watakatifu. Hakuna wametoka wapi. Ni wale wateule waliotoka duniani wanakuja. Tunapita hapo na pambio, tunapita hapo. Tukifika mbinguni kuna malaika wameandana special. Sikia kwanza. Kwa kule mbinguni kuna malaika special wamesubiria kuangalia kila mtu na nafasi yake. Wewe uliyepeleka na pombe hakuna nafasi yako, mzinzi hakuna nafasi yako. Wewe ambaye ulikuwa mshenzi wapende watu hakuna nafasi yako. Na wewe ambaye ulikuwa mchawi kanisani hauna nafasi yako. Watakurudisha kabisa kwamba huko ulikokuja sio sehemu yako. Wewe ulikotoka. Lakini wale waliokaa kwenye ziki, walioteseka kwenye kanisa, wakakesha kwenye kanisa, wakatembea na mchungaji